Bwana, movie ya Greedy ya mwaka 2026 tayari ishatoka, so cha msingi ni wewe kuweza kuifuatilia katika social media zote, na kama unaweza kuipakua basi unaweza ukafanya hivyo, na kama uwezi, shusha kwenye comment section hapo chini, andika kwamba nahitaji movie hiyo, alafu mimi nitakupa hiyo movie, au sio? Yeah bwana, Greedy ya mwaka 2019 ambayo katika muktadha wake wa hadithi inagusia athari za kiuchumi kwa watu milioni 11 waliopoteza kazi zao kwa sababu ya ubinafsi wa mfanyabiashara mmoja. Hii hapa ni sababu ya kwa nini filamu hii ilivutia sana wengi kwa kuitazama katika hii dunia. Bwana, filamu ya Greedy ilivutia hadhira ya kimataifa kwa sababu inagusa kwa ukaribu sana maisha ya watu wa kawaida dhidi ya matajiri wakubwa. Inatoa taswira halisi ya jinsi ukwasi unavyoweza kufanya jamii kupoteza utu wake bwana, na kuonesha pengo kubwa lililopo kati ya wale wanaomiliki kila kitu na wale wanaofanya kazi kwa bidii bila kupata stahiki zao. Bwana, sababu nyingine kubwa ambayo movie imeweza kutuonesha ni kwamba sababu nyingine kubwa ya mvuto wake ni jinsi ilivyotumia mtindo wa comedy na au vichekesho vya kejeli badala ya kuwa filamu nzito ya kuhamasisha, ili iweze kufikisha ujumbe mzito kuhusu uchu wa mali kupitia njia ya kuchekesha lakini yenye kuumiza sana bwana, jambo linalolifanya hadhira kujihusisha kihisia na kutafakari sana bila kuchoka bwana. Uigizaji bora sana wa Steve Coogan katika nafasi ya Sir Richard ulifanya filamu kubwa sana kuwa na mvuto wa kipekee. Uwezo wake wa kuonyesha tabia ya mtu anayeamini kuwa anaweza kununua kila kitu, ikiwa ni pamoja na heshima na haki, ulimfanya mtazamaji kuichukia nafasi hiyo, na huku akivutiwa sana na ustadi wa uigizaji wa hali ya juu uliowekwa katika kuijenga taswira hiyo bwana. Hapa namzungumzia Rambo pamoja na huyu mshikaji ambaye anaitwa Mike Jordan. Noma sana bwana. Filamu hiyo ilifanikiwa kuibua mjadala mpana sana kuhusu maadili katika ulimwengu wa biashara ya kimataifa kwa kuonyesha jinsi viwanda vya nguo vinavyonyonya wafanyakazi katika nchi zinazoendelea ili kutajirisha wachache katika nchi zinazoendelea. Iligusa hisia za watu wengi sana duniani wanaopigania haki za binadamu na usawa wa kiuchumi bwana. Pia mtiririko wa matukio ya filamu ulikuwa na mvuto sana kwa sababu ya ujenzi wa hadithi, yani storytelling isiyo ya kawaida sana, kwa kuchanganya matukio ya sasa, maandalizi na sherehe ya kifahari kwenye kisiwa cha Mykonos, na kurudi nyuma katika historia ya jinsi utajiri huo ulivyopatikana. Ilimfanya mtazamaji kuwa makini sana kufuatilia kila kipande cha pazi hadi mwisho wa filamu bwana. Filamu hii ya Greedy 2026 inaimarisha mvuto wake kupitia matumizi ya takwimu halisi na ukweli wa mambo, kwa kumalizia kwa ujumbe na maandishi unaonyesha kiwango cha umaskini na unyonyaji katika tasnia ya nguo duniani. Filamu ilitoka kwenye hadithi ya kubuni na kuwa waraka wa kijamii. Hii ilifanya ionekane kama filamu ya lazima kutazamwa, must watching, kwa kila mtu anayetaka kuelewa athari za ununuzi wa bidhaa za bei rahisi bwana. Mvuto wa filamu pia ulichangiwa na uwezo wake wa kumpata mtazamaji nafasi ya kujiuliza maswali magumu sana kuhusu matumizi yake binafsi. Baada ya kuitazama, watu wengi sana walianza kutafakari kuhusu chimbuko la nguo wanazovaa na kampuni wanazozishabikia. Ni nadra sana kwa filamu ya vichekesho kufanikiwa kubadilisha mtazamo wa watumiaji kama Greedy ilivyofanya bwana. Pia muziki na mtindo wa uongozaji uliotumika kusaidia sana kuakisi mazingira ya anasa na ubatili. Kila kitu kilionekana kung'aa sana kwa nje, lakini kikiwa kimeoza kwa ndani. Ufundi huu wa kiufundi ulifanya filamu kuwa na mvuto sana wa kipekee wa kionjo ambacho kinavutia macho ya mtazamaji, huku akili yake ikichakata ujumbe mzito uliopo nyuma ya pazia
Bwana, katika movie hii ya Greed 2026 ambayo ni Greed ya 3, uhusiano uliopo kati ya matarajio ya vyombo vya habari au siasa ulionyeshwa kwa uwazi sana. Filamu ilionyesha jinsi pesa inavyoweza kununua ushawishi na jinsi watu wenye uwezo wanavyoweza kujisafisha kupitia shughuli za hisani ili kuficha matendo yao ya kinyama zaidi. Bwana, mwisho wa hii filamu inafanikiwa sana kwa sababu ya ujasiri wa kuongelea mada ambazo mara nyingi huwa ni mwiko katika ulimwengu wa biashara na matajiri. Bwana, Greed haikuogopa kutaja majina au kuingiza mazingira yanayofanana na wafanyabiashara wakubwa wa nguo duniani. Ujasiri huo wa kusema ukweli kwa wenye mamlaka ulifanya filamu kupendwa sana na kupewa nafasi kubwa katika mijadala ya sanaa na siasa duniani kote. Bwana, hiyo ni movie ya Greed ambayo ishatoka 2026, tayari iko hewani. Bonge moja la movie, bonge moja la story ambalo watu walikaa wakachekecha, alafu wakatuletea sisi tuweze kuitazama, au sio? Yeah. Bwana, napenda nikuache nikusema kwamba hii ni Cha the Storyteller. Jina langu naitwa Cha the best presenter in town, mnyama OG. Kuwa tayari kwa movie zingine ambazo nakuletea kila siku. Oh yeah.